Shena Mtito TV. Shena Mtito TV. Shena Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Leo niko sehemu ambapo panaweza kubadilisha muonekano na taswira yako kwa sasa. Niko hapa JNR Mtita Unisex Saloon. Bwana, leo ni siku nyingine tena na tuko hapa Wasafi. Tunazungumza na mchambuzi wa soka Steven Njema na tunazungumzia kile ambacho kinachoendelea hivi sasa katika soka letu la hapa nyumbani Tanzania. Jana kulikuwa na kikao ambapo wizara husika lakini pia na bodi ya ligi TFF, Simba na Yanga ndio jambo ambalo tunalizungumzia hivi sasa. Steven Njema, mambo vipi? Niko vizuri, kwema? Shwari kabisa bwana. Dar es Salaam mvua naona zinapiga. Hii ni hali ya tofauti kwa Dar es Salaam. Kibaridi kama vile tuko Arusha au tuko Mbeya hivi. Kwa hiyo tunafurahi kuona hali ya tofauti. Steven Njema, twende direct kwenye kikao cha jana. Unadhani kilichofanyika siku ya jana kinaweza kuleta suluhisho kutokana na kile ambacho kimetokea March 8, 2025 ambapo ulitakiwa kuchezwa mchezo wa dabi? Of course, kwa sababu ni kikao ambacho kiliitishwa na wizara ambayo ina dhamana ya michezo, na lengo kubwa lilikuwa ni kuhakikisha kwamba swala la dabi linakuwa settled, mwenye haki anapewa, mechi inachezwa au whatever itakavyotokea, lakini swala liishe. Kwa hiyo naheshimu juhudi za wizara kwa kufanya hivyo, na ninaamini kwa juhudi zao ni swala ambalo linaweza likaisha, na hata matarajio yangu ni kwamba swala litaisha baada ya hapo. Tumesikia kauli za viongozi wakati wanatoka pale, hususan kwenye vilabu, kauli ya Mangungu, lakini pia kauli kwa upande wa Engineer Hersi Said akisema wamesimamia kile ambacho kama klabu kiliweka msimamo wao, na upande wa Mangungu hakutaka kuzungumzia kwa kile ambacho kimezungumzwa, akisema tu kwamba wamezungumza maendeleo ya soka. Hii inaleta tafsiri gani kwa upande wa Simba wao, kama bado kuna propaganda wanaendelea kuzitengeneza? Kwanza Mangungu mimi namuelewa. Hajazungumza kwamba nini ambacho walienda kuzungumza pale ndani, kutokana na kwamba huenda ambacho kilizungumzwa hakikutakiwa kutoka kwenye public, kwa sababu hata Hersi hajazungumza kwamba ni nini exactly ambacho walizungumza. Mpaka sasa hivi hatuna picture ya kwenye usuluhishi wamefikia wapi. Na hata ukijaribu kuangalia viongozi kwenye wa TFF, kwa mfano bodi ya ligi, lakini pia hata waziri mwenye dhamana ya michezo Profesa Paramagamba Kabudi, lakini pia hata mwana FA Hamisi Mwinjuma ambaye ni naibu waziri, hakuzungumza chochote. Na yawezekana hawakuzungumza hivyo kutokana na kwamba usuluhishi haujafikia kwenye eneo ambalo wanaweza wakatoa taarifa yoyote ile. Na of course moja kati ya kitu ambacho ni cha kukichunga kwenye nyakati kama hizi, unaweza ukazungumza kitu ambacho kikapelekea ugumu au kikapelekea urahisi kwenye usuluhishi. Kwa hiyo wame maintain privacy ya nini ambacho kilizungumza, kuhakikisha kwamba ili swala pengine labda linaisha vizuri kutokana na namna ambavyo watakuwa wamezungumza hapo ndani. Lakini ukiniambia kwa namna ambavyo labda walichokizungumza baada ya kutoka kinaashiria nini? Kinaashiria kwamba mimi naamini hili swala linaweza kuisha. Maana kwamba kila mtu ameheshimu privacy ya kile ambacho kimezungumzwa, kuhakikisha kwamba usuluhishi unafika kwenye eneo ambalo swala litaisha. Kwa hiyo kuna watu wanatafsiri kama ni vikao viwili tofauti, mmoja kuingia saa 4, mmoja saa 7. Atukizungumza Mangungu ni kama kikao kilikuwa cha maendeleo ya soka kiujumla, wengine nasema ilichozungumzwa na Engineer Hersi ilikuwa ni kuhusu mechi ya Simba na Yanga. Ni common sense tu. Sasa hivi moja kati ya kitu ambacho kwenye football ya Tanzania kinachukua sura kubwa sana ni swala la dabi ya Simba na Yanga kuahirishwa. Na Simba na Yanga ndio ambao wameitwa pale. Probably kile ambacho kitaenda kuzungumzwa kitakuwa ni kuhusiana na swala la dabi. Usuluhishi lazima ndio utakuwa unafanyika hapo. Kwa hiyo Mangungu kuzungumza vile, of course amezungumza kwa utashi wake tu, ameulizwa na waandishi wa habari kwamba ipoje na nini, kazungumza hivyo. Lakini kusema ukweli kwa kikawaida tu utajua lazima walikuwa wanazungumza hivyo, na watu wengine labda wanachanganyikiwa kwamba hizi teams zimeitwa kwenye vikao viwili tofauti. Lakini kwenye usuluhishi, utaratibu wa usuluhishi mara nyingi huwezi ukawasuluhisha watu na ukawaweka kwenye meza moja ukawa unaongea nao hivi unasikiza hoja ya huyu na huyu. Ni ngumu sana inakuwa. Kwa hiyo option ambayo huwa inakuwepo ni kuzungumza na kila mmoja kwa muda wake,
ili kuhakikisha kwamba unachukua mawazo ya huku, unachukua mawazo ya huku, ni nini ambacho kinamtatiza kuhusiana na hilo swala, alafu then unakuja kuwaweka pamoja ukiwa tayari una clear picture ya nini ambacho pande zote mbili zinahitaji kutokana na kile ambacho kinaendelea. Kwa hiyo ilikuwa ni approach nzuri sana ambayo wizara ilitumia, na watu wasiwe na wasiwasi kwamba labda ambacho kwa kinazungumza ni tofauti na swala la dabi. I believe ni swala la dabi. Mwisho wa siku nini kinachotokea? Wizara yenyewe inaamua au itaiachia mamlaka kama TFF? Matarajio yangu ni kwamba wizara itawaachia TFF waamue. Kwa sababu FIFA wana sheria zao ambazo mara nyingi huwa zinakataa serikali kuingilia masuala ya mpira wa miguu. Na moja kati ya eneo ambalo huwa linaonyesha direct kwamba serikali imeingilia mpira wa miguu ni kwenye maamuzi. Yaani FIFA wanakataa serikali kuwa na maamuzi ama kutoa maamuzi ya mpira wa miguu. Na tuna mifano mingi sana. Kwa mfano nakumbuka mwaka 2023 Kenya walifungiwa kutokana na hilo swala, Zimbabwe walifungiwa kutokana na hilo swala. Serikali inaenda inafuta let's say bodi ya ligi au inafuta shirikisho la soka na inaweka labda kamati ambayo ni ya muda kwa ajili ya kuweza kurun football, kitu ambacho kinapelekea FIFA wanaona na mwisho wa siku wanafanyaje, wanaifungia nchi husika. Kwa hiyo ninaamini kutokana na weledi ambao wako nao na ni watu ambao wanaonekana michezo of course ni sehemu ya maisha yao. Tunamzungumzia Profesa Paramagamba Kabudi ambaye historia yake nyuma inaonekana ni mtu ambaye kwenye michezo sio mgeni, lakini pia Hamisi Mwinjuma ambaye ni shabiki wa mpira kutoka muda mrefu sana. Kwa hiyo wanajua ni nini ambacho kinahitajika kufanya ili kusiwe kuna madhara yoyote yale ya hiki ambacho kitakuwa kinaendelea. Kwa sababu unajua mambo madogo sana yanaweza yakasababisha damage kubwa sana. Na tukifungiwa kucheza mpira wa kimataifa, maendeleo yote ambayo tunayasema sasa hivi hayawezi kuwepo. Kuna watu ambao wanaweka pesa kutokana na Simba na Yanga kushiriki michuano ya kimataifa, hawataweka tena kutokana na kwamba tutakuwa tumefungiwa. Lakini pia timu yetu ya taifa kushiriki hizo AFCON itakuwa haiwezekani tena. Kwa kuna vitu vingi sana tunaweza tukavikosa, na naamini kwamba wizara wanajua ni nini ambacho wanakifanya. Na watu wengi huwa wanajiuliza kwamba kwa sababu unajua CAF makao of course FIFA makao makuu yao sio Afrika wala sio wapi, wako mbali sana huko. Huwa wanajuaje kwamba labda serikali inaingilia michezo? Unajua siku hizi kujua vitu ni rahisi sana hata ukiwa mbali kiasi gani. Lakini FIFA huwa wanatumia njia kama 4 hivi kujua kwamba kwenye nchi fulani serikali ya nchi husika inaingilia michezo. Kitu cha kwanza huwa wanasema report from member association. Yaani kwa sababu sisi TFF, shirikisho la soka la mpira wa miguu wa Tanzania, ni member wa CAF, ni member wa FIFA kupitia CAF. Kwa hiyo tayari ni member wa FIFA. Mfano kwenye hili sakata, Young Africans ndio watu ambao wanaonekana wanalalamika sana kwamba wanazihitaji hizo pointi 3. Wanaweza wakaandika report kwenda FIFA wakiwa of course timu yoyote, yani wanaweza wakaangalia na kuona namna gani ambavyo wanaweza wakaandika report kwenda wapi, kwa maana ya wadau. Sasa hapo na maanisha yani wadau, inaweza kawa timu, inaweza kawa mchezaji yoyote yule ambaye ni mdau, anaweza kaenda akaandika hiyo report kwenda FIFA na wakaja wakafanya uchunguzi kujua. Lakini najua kwamba serikali kupitia wizara ambayo ina dhamana ya michezo wanajua nini ambacho wanakifanya na hatuwezi kuingia kwenye huo mfumo. Steven Jema, kwa upande wa Yanga Afrika, endapo ikatokea dabi ikachezwa, yani ikaamuliwa kwamba dabi inarudiwa, kuna ugumu gani au rahisi gani kwa viongozi sasa kuongea na mashabiki? Maana msimamo alishaweka mwanzo wa watu kucheza dabi. Kwa swala linavyoenda mpaka sasa hivi itakuwa ni kama vile viongozi wamewasaliti mashabiki zao. Kwa sababu mashabiki wenyewe wanachokielewa ni kwamba mechi haipaswi kucheza kutokana na kwamba kanuni na sheria hazikufuatwa. Na kitu kibaya zaidi ni kwamba ni kauli ambazo zimekuwa hazitoki kwa viongozi, kwa mashabiki peke yake. Hata viongozi wamekuwa wakizungumza, viongozi wa Yanga, kwamba hatutacheza mechi mpaka kanuni zifuate na nini. Kwa hiyo mashabiki wanafuata hicho ambacho kinazungumzwa na viongozi wao na wanahisi tuko pamoja. Kwa hiyo wakija kufanya maamuzi ambayo yatakuwa ni tofauti na kile ambacho mashabiki wanakifikiria, na maana tutakuwa wamewasaliti mashabiki zao. Na of course specifically hata viongozi wa Yanga mara nyingi wakiwa wanazungumza, na hata kwenye ile report yao, kwenye ile taarifa yao, walieleza kwamba wao hawana imani na bodi ya ligi.
Kwa hiyo kuna uwezekano kama bodi ya ligi wakajiuzuru labda kama ambavyo wao wanataka Yanga wakakubali kucheza dabi, kwa sababu hawawezi kucheza dabi chini ya watu ambao hawaamini. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo kwa picha ya kawaida tu inaonekana itakuwa ni kwamba viongozi wa Yanga watakuwa wamewasaliti. Na of course moja kati ya kitu ambacho ni sifa ya kiongozi bora, lazima uwe na msimamo au uwe na muendelezo kwenye kile ambacho unakisimamia. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima mashabiki wa Yanga, kama itakuwa tofauti na ambavyo wanafikiria, watahisi kusalitiwa na viongozi wao. Leo niko sehemu ambapo panaweza kubadilisha muonekano na taswira yako kwa sasa. Niko hapa JNR Mtita Unisex Saloon. Dada, mama, kijana ambaye unataka muonekano mzuri, kupendeza kwako ndio fahari yetu. Na tuko hapa kwa ajili ya kuhudumia. Njoo tukupendezeshe leo. Kwa huduma zote za saluni ya kike, basi sehemu sahihi kwako ni JNR Mtita Unisex Saloon Mikwambe. Usiogope muonekano wa saluni zetu kama vile ambavyo zinaonekana. Ukifika hapa push au vuta, ingia nani, nenda kahudumiwe kwa mitindo yote ya nywele ambayo sasa hivi iko bora na ina trend hapa town. Bei ni nafuu sana kama nilivyokuambia. Simple makeup kwa shilingi 5,000. Unaweza kupata wapi sehemu ambapo unaweza kupata bei kama hii kwa simple makeup? Bali na hapo tuna bodre kwa shilingi 3,000 tu za Kitanzania. Kuosha pamoja na kuseti ni shilingi 2,000 tu za Kitanzania. JNR Mtita Unisex Saloon, karibu upendeze kama mimi vile ambavyo nakaribia siku hii ya leo. Muonekano wa saluni zetu ni nzuri kabisa, lakini pia kitu kizuri ni kwamba wahudumu wetu wanatoa huduma nzuri, na ndio maana nimekuambia karibu siku zote upendeze. Vifaa bora kabisa, full AC, yani ukifika hapa no sweat. Na kama nilivyokuambia tunapatikana Mikwambe, Maliasili. Ukiwa unatoka feri unapanda gari za Tuangoma au Kibada, unashuka kituo kinaitwa Maliasili, mkono wa kushoto ndipo ambapo saluni zetu zinapopatikana. Tembelea leo kupitia ukurasa wa Instagram kwa jina la @officialgrmtita_unisex. Karibu upendeze.